nini imempasa aje duniani Roho Mtakatifu. Lakini tukaona Agano la Kale Roho Mtakatifu alivyoviwa kama maji yaliyo hai, lakini Agano Jipya Roho Mtakatifu anasimama kama moto ulao na nguvu zake. Na katika Agano la Kale tuliona Ezekieli 36 alafu 36 mstari wa 26 mpaka 27. Bwana asifiwe sana. Tukawa tumezungumza mambo machache, tukazungumza inatakiwa kufika kipindi Roho Mtakatifu anakania kwenda kinyume na utaratibu. Hapo tukaangalia kitabu cha Luka ile sura ya kwanza na mstari wa 31 mpaka 37. Roho Mtakatifu anatabia kwenda kinyume na utaratibu. Tukaona pale Maria alipokea mtoto tumboni kinyume na utaratibu. Katika hali ya kawaida anasema awepo mwanaume na mwanamke. Sasa mwanamke na mwanaume hakuwepo, akawepo mwanamke peke yake, lakini akasadika kwamba ni mjamzito. Huko ni kwenda kinyume na utaratibu. Bwana asifiwe sana. Sasa leo nitaruka kipengele kimoja kinasema kwa nini tunahitaji Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Hicho nitakiruka, lakini leo nitaingia kipengele ambacho ni cha muhimu sana, ambacho kinasema mabadiliko yanayotokea wakati Roho Mtakatifu anapotokea kwako. Mabadiliko yanayotokea wakati Roho Mtakatifu anapoingia kwako au anapotokea wewe. Mabadiliko yanayotokea wakati Roho Mtakatifu anapoingia kwako au anapotokea wewe. Roho Mtakatifu ana tabia yake, na Roho Mtakatifu anakuwa na mabadiliko anapokuwa anakuja juu ya mtu, anapokuwa anakuja akifika juu yako. Cha kwanza kabisa anaingia ndani. Akiingia ndani mwako, kuna vitu anavibadilisha katika ulimwengu wa roho. Akibadilisha ulimwengu wa roho, anakuja mwilini na anabadilisha. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 na mstari wa 17, Matendo ya Mitume ile sura ya 2 na mstari wa 17, ukanukuta Petro ananukuta kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28. Petro ananukuta kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28, anasema hivi: itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawaambia watumishi wangu roho yangu, wana wenu binti zenu mtulie, na vijana wenu wataona maono, na akasema na wazee wenu wataona ndoto. Alipokuwa amekaa katika siku ya Pentekoste wakiwa wanasubiri wanafunzi hawa, walikuwa ni 120 wakiwa wanasubiria kupokea ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Ile siku Roho Mtakatifu anashuka, cha kwanza kabisa ilitokea tetemeko juu ya nchi, na tetemeko hilo likasababisha katika hali ya anga kupiga radi, na ile anga ilipopigwa ndipo Roho Mtakatifu akashuka kama miali ya moto akiwa amegawanyika. Neno kugawanyika linakuja kwa sababu walikuwa ni watu wengi, lakini alikuwa ni mtu mmoja, tungeona kwamba ameshuka pasipo kugawanyika, kwamba ameshuka automatic. Lakini wakati anashuka kati ya watu 120 waliopotea, wanafunzi walikuwa 12 isipokuwa yeye aliyepotea, lakini pamoja na wengine ambao walikuwa wameshamwamini Bwana Yesu walijikata wakawa pamoja na wanafunzi pale Yerusalemu.